Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali yako mwalimu? Habari za hapa bwana? Za majukumu? Alhamdulillah. Naona tumefika katika maneno yako haya ya madrasa ambayo unasimamia wewe. Naam, tutapata mali matatu kutoka kwako inshallah, na wanafunzi wako kujua mambo mbalimbali yanayoendelea katika madrasa hii inshallah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam mwalimu, vipi hali za madrasa zetu hususani hapa? Kwanza kwa majina tujue ni mwalimu nani, lakini pia mkao unaitwaje, lakini pia yapi ambayo unafanya kwa madrasa hii inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile vile peleke shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia nia zetu ambao mmekuja kutembelea. Lengo na makusudio ni kuweza kuangalia changamoto ambazo tunakutana nazo katika madrasa, katika ufundishaji, ila hali kwamba yote tunayafanya kuhakikisha kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iweze kwenda mbele. Na ndio maana kwamba tunasimamia majambo haya kwa hali yoyote, pamoja na kwamba kuna ugumu, lakini Allah mwenyewe ndiyo mwenye kutoa kadari na mwenye kujalia katika hayo. Kwa majina ambayo kwamba nimezoeleka sana, naitwa Ustadhi Maalim Teacher. Nipo katika maramba hii ambayo tupo Kwembe mpakani, na pia vile vile hapa madrasa yetu inaitwa Al-Madrasatul Munawwara. Naam, hii ni Al-Madrasatul Munawwara ambayo ipo chini ya usimamizi wako wewe kwa madrasa, lakini pia tumekuja kuangalia kero na changamoto za ufundishaji wa madrasa, lakini pia tunakuta madrasa nyingi sasa zina masuala ya changamoto mbalimbali. Labda kupata kwa jua hayo na vyote ambavyo changamoto zenu inshallah, nini changamoto ya madrasa hii? Changamoto kiwastani, kwa maana kwamba ni dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haiwezi kuwa na kukosa changamoto, kwa sababu changamoto ndio ambazo zinatufanya sisi kuweza kupambana katika hali yoyote ambayo tuko nayo, kwa sababu naweza labda tukazungumza asilimia kubwa kero ya changamoto ya maustadhi ni kuhusiana na malipo. Unaona, kwa maana kwamba sio malipo, labda tuseme kama ni sadaka. Unaona, sababu kutegemea kwamba ustadhi hana kitego chochote zaidi ya kukaa kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa inapofikia wakati, inapofika swala mwisho wa mwezi, kidogo nakuta kwamba kuna changamoto hiyo, kwa maana kwamba hela kupatikana ndio hivyo, na pia isitoshe kwamba tuna familia, tuna watoto wanasoma, na si yenyewe bado hapa hatujaugua, hakuja tokea labda dharura zote nyingine. Kwa hiyo ni hali ambazo kwamba kubwa ni katika changamoto ya ulipaji, unaona, ndio mtihani sana. Lakini katika mambo mengine alhamdulillah Mwenyezi Mungu anasaidia, kwa maana kwamba ufundishaji alhamdulillah watoto wanafika, na kama wanapoona hapo, kwa maana kwamba wanafunzi wangu hususan wenyewe wako 85. Wanapoingia wote darasani wako 85. Kwa hiyo ina maana kwamba vitendaji kazi ndio ambavyo vidogo sana, kwa maana kwamba ubao ndo kama hivyo unavyoona hapo, unaona ubao huu hapo ubao huu hapo, unaona. Sasa hapo ina maana kwamba pana masomo tayari matatu pale. Ilikuwa patakiwa kwamba kuwe na somo moja tu au masomo mawili, unaona, na kadhalika kule nako pia ubao ndo kama hivyo unavyoona kule, changamoto yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo nakuta kwamba ni katika hali kama hiyo. Kwa hiyo ina maana kwamba tunapambana na hali kama hiyo, ila hali kwamba ninafanya kutokana vile ambavyo kwamba wenyewe wazazi wanakuwa na uwezo navyo, kwa sababu tunapozungumzia kero ambazo kwamba zinafaa kufanywa kazi, ina maana kwamba ni hali kama hiyo. Lakini vile vile madrasa yetu kama unavyoiona hii, natamani angalau hiwe zaidi ya hapo, kwa sababu inapokuja swala mvua, basi maji yanaingia ndani, unaona. Kwa hiyo unakuta kwamba tunakaa darasani, lakini tunakaa kama yani kuibaiba, mara watoto wanakaa huku, wengine wanakaa hapa, kutokana na hali mvua ikija inakuta ni changamoto. Bahati natoa juu
Kwa hiyo ni katika hali kama hiyo ambayo kidogo inatupa mtihani kwetu. Naam, nadhani hizo ni changamoto ambazo katika madarasa hii, lakini pia vipi hali ya wazazi katika kujitoa kwa ajili ya madarasa na jamii kwa ujumla mtaani kwetu hapa? Kwa kweli ninashukuru Mwenyezi Mungu sababu wazazi, alhamdulillah, wazazi wanajitoa kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia, kwa maana kwamba unapoitisha kikao basi ndio hivyo, kwa maana vikao vya dini vinajulikana, watakuja baadhi, wengine hawatokuja, lakini anapoambiwa labda kama ni vikao vingine basi unakuta kwamba wanahudhuria kwa wingi. Kwa hiyo changamoto nayo pia ndio hiyo, lakini baadhi ya wazazi alhamdulillah tunashirikiana, tunasaidiana, tunaona pale ambapo kwamba pana mitihani labda mapungufu, kwa maana labda tutahitajika chaki, basi kuna baadhi ya wazazi wanaweza katoa chaki, tunaona. Kwa maana vitabu, basi alhamdulillah baadhi ya wazazi wanatoa vitabu, ila hali kwamba watoto waweze kusoma kwa wakati na katika kile ambacho kwamba inahitajika inshallah. Naam, nadhani wapenzi watazamaji sana tuipendwa ya Abu Azhar, tupo katika Madrasa Munawwara, ndivyo shekhe, iliyopo Kwembe almaarufu mtoka Tawalani. Tumetembelea hapa, lakini pia si vibaya kupata vijana ambao mwalimu umewafundisha yale ambayo mafundisho na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalau wakatosha umahiri wa kusoma Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malengo ni kuja madarasa kusoma Qur'ani ya Allah na kumjua Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kujua Uislamu wake kwa ujumla. Inshallah tupate kijana mmoja ambaye ama wawili wasoma Qur'an angalau kwa uchache, inshallah tafsiri tupate faida ya Qur'an ndani ya madarasa hii inshallah. Naam, nani anaweza kuja hapa kusoma Qur'an? Shabani inshallah. Shaban yuko wapi? Shaban bin Hariri kama watanga vile inshallah. Maawe fala Shaban bin Hariri, huyu ni muasisi wa madrasati Maawa pale Tanga inshallah. Shaban, hebu tupe kidogo katika Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia nayo uliofundishwa na mwalimu wako hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-athqani fahum muqmahun. Mashaallah, sadaqallahu al-aliyyul azim. Naam, huyo ni Maalim Shabani ambaye anapatikana katika madarasa hii Al-Munawwara. Hayo ndio matunda ya Maalim Teacher hapa almaarufu, ambaye anadumu katika makazi haya na kuweza kuwafundisha inshallah. Mwingine ni nani anaweza kuja inshallah? Kwa majina Islam Ramadhani. Kai watakona. Mtu nani? Islam Ramadhani. Tusomee Qur'ani angalau kwa uchache. Tauhidi, tusomee tauhidi angalau kwa uchache kwa faida ambayo tumepata wote kupitia aliyofundisha mwalimu wenu inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kila mwenye bwana Sheikh. Tauhid, somo la tauhid. Al-tauhid, kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Si swali, malabuka, nani mola wako? Jawabu, Rabbi Allah, Mwenyezi Mungu ndiye mola wangu. Kala taala, amsema Mwenyezi Mungu tukufu, Allahu rabbuna wa rabbukum, Mwenyezi Mungu ndiye mola wangu na mola wetu sote. Mashaallah, Mwenyezi Mungu ndiye mola wake na Mwenyezi Mungu ndiye mola wetu sote. Hayo ndio matunda ya vijana wetu katika Madrasa Munawwara ambayo yamefundishwa na Maalim Teacher hapa. Shukrani inshallah, barakallahu fika, Allah akufanyie wepesi majambo yako inshallah. Inshallah Maalim, tumeona kazi unayoifanya katika madarasa hii, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akunufaishe na elimu yako na elimu hiyo inayofaisha wengine, na Mwenyezi Mungu afungulie baraka za elimu yako inshallah. Lakini pia naomba kwa muda huu utoe wito kwa Waislamu wa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, nini wafanye juu ya madrasa zetu ambazo tupo nazo. Nadhani kwamba wito kwa Waislamu
najua kwamba asilimia kubwa sana watu hawajawekeza katika dini, watu wamewekeza sana katika nje ya dini, kwa maana kwamba tunaona mashindano mengi yanafanyika ambayo si ya kidini. Lakini sasa wito wangu ni Waislamu, anayeguswa na jambo lolote la kidini, aidha ni hapa au ni nje hapa, basi aweze kufanya, kwa sababu atakapofanya hivyo ajue kwamba anatengeneza mazingira baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan falnafsihi wa man asafa alaiha, mwenye kufanya wema basi afanyia nafsi yake. Kwa maana kwamba pale anapofikia wakati akatoa kwa ajili ya Allah, anapofikia wakati akasikia kero katika Uislamu kwamba kuna sehemu inatakiwa hivi, basi akafanya. Lakini pale vile vile anapofikia wakati akafanya baya, basi atambue kwamba anafanyia nafsi yake, kwa maana kwamba anaona sehemu ambazo kwamba zina mahitajio, inatakiwa watu wapate mahitajio, lakini yeye hakawa ni mgumu, kwa maana kwamba anaona kwamba atakapotoa hawezi kufikia wakati kutangazwa, kuona labda kwamba wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta sifa. Kwa hiyo watoe kwa ajili ya Allah, kwa sababu Allah unapofikia wakati ukamfanyia jambo, naye pia anakufanyia jambo kubwa. Kwa maana kwamba hususani tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ulitufunza mambo mengi sana, lakini nafikia wakati mwezi wa Ramadhani umeisha, na wale ambao kwamba walikuwa wakisimama usiku, wale ambao kwamba wakifanya ibadati mbalimbali, wakifanya adhkari mbalimbali, tayari inaonekana kwamba mwezi ule ulikuwa kama ni wakero fulani. Kwa hiyo zile kero zake ambazo kwamba zimeshaondoka, basi si wengine tunapata nafasi ya kufanyaje, ya kupumzika. Lakini la sivyo, natakiwa tujitahidi sana kuendelea kufanya mema isemavyo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nahusia sana ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia, basi wajitahidi sana kutoa kwa ajili ya Allah, wajitahidi sana kutoa kwa ajili ya Allah, kwa sababu wenye mahitaji ni wengi sana katika swala la dini. Kwa sababu tunapofikia wakati tukasema mahitaji ni mengi, kwa maana kwamba tunaona hali ya madrasa jinsi ilivyo hapa, ilikuwa tunatamani na sisi tuwe tuko katika sehemu nzuri, lakini vile vile angalau tunatamani hata ikiwa kwamba mwalimu anafika mwisho wa mwezi, basi ile kero ya kusubiria pia inakuta hana. Kwa hiyo Waislamu wa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, anapoona kwamba jambo la kidini katika sehemu ambayo kwamba ni husika, basi aweze kuguswa katika hilo na afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, basi inshallah mwalimu, sisi kama chaneli pendwa ya Abu Azhar utembeleeni inshallah, na watu wamewasikia na watajua wao nini watafanya kwa Allah, na wale ambao wamejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala masiba kuiza kama hizi, tuwekeze simu kama hizi kama mwalimu alivyosema hapa. Mwalimu, inshallah sisi kwa sasa tuna ziada, tutakie kheri na Mwenyezi Mungu awabariki katika nyie inshallah, na mtuombe dua inshallah turudi salama na jimke salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi inshallah na mimi pia nashukuru katika hilo, na Mwenyezi Mungu kwanza hawabariki, kwa sababu mlilolifanya ni jambo ambalo kwamba ni kubwa sana, kiumacho ya kawaida huwezi kuliona, lakini ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndo anatosha kuwa shahidi pamoja na sisi ambao kwamba tunashuhudia jambo hili. Kwa hiyo kwanza Mwenyezi Mungu kama alivyowaleta salama salmini, na inshallah kwa uwezo wake hawarudishe salama salmini, lakini vile vile matunda ya Abu Hazard ambayo kwamba yanafanyika na kuonekana, basi Mwenyezi Mungu aweke taufiki ili yaweze kuwa zaidi ya hapa, kwa maana kwamba ile iweze kukua zaidi ya hapo, ili Allah subhanahu wa ta'ala kesho na kesho kutwa basi na sisi tuweze kunufaika katika swala hili inshallah. Wa inshallah, shukran inshallah, Allah kunufaisha inshallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin.